Waheshimiwa, ndaanza na kitu cha kwanza. Nikiwa shuleni nipata msemo mmoja wakiwa wanaandika pale upaoni, usisubirie embe chini ya mnasi. Nikamwambia mwalimu, fafanua haya maneno. Mwalimu alifafanua haya maneno, pia nyinyi Mlima Kenya mwasubiria embe chini ya mnasi. Mnayemtarajia kwamba atawapatia yeye mwenyewe alimpatia. Uhuru Muigai Kenyatta alifanya kupewa kiti, waenda kusubiria akupe kiti. Atatoa wapi kiti nitakupe? Haina utofauti na huo msemo. Kaa chini ujielewe mwanzo ndio uanze kupiga kelele. Uhuru Muigai Kenyatta, ndugu yangu, na kuuliza, State House uliacha nini wakuletee kwako nyumbani? Wacha kukera mwenzako akiwa kwa kiti. Alikusaidia miula miwili, haujaridhika. Wasinya ndugu yangu, wanisinya. Na si mimi peke yangu, ni karibu Kenya nzima. Kama uliacha koti State House, mwambie mwenzake akuletee. Kama uliacha socks, mwambie mwenzake akuletee. Mwache mwenzake afanye kazi. Wewe umekuwa rais, Kibaki amekuachia kwa roho safi, hakuna aliyekusumbua. Wewe wasunguka kila mahali ukisumbua mwenzako. Mwache mwenzake afanye kazi. Kama anafanya vibaya, mwache. Wakenya si wenyewe tumlaumu. Haya sasa hivi nasikia uko na kamati huko sio ya kupaka Mlima Kenya. Hayo wapake wakina nani huko? Huu ni ukabila my friend. Huu ni ukabila wa hali ya juu. Mnasema Wakenya tuache ukabila, lakini Uhuru Muigai Kenyatta unatutalisha.